Naomba ujiulize swali moja. Kwa nini maskini ni wengi kuliko matajiri? Watu wengi wana malengo lakini wachache sana ndio wanaofanikiwa. Jim Rohn aliwahi kusema kuwa malengo ni mazuri lakini mfumo ni bora zaidi. Na leo tunaenda kuangalia sayansi ya mafanikio. Kwa nini mfumo wako mara nyingi ni muhimu kuliko ndoto zako na jinsi unavyoweza kujenga mfumo kuanzia leo. Njia ya kwanza, tatizo la kulenga matokeo pekee. Malengo yanatuambia wapi tunatakiwa kwenda lakini hatuambii jinsi ya kufika. Sayansi inathibitisha kuwa na lengo pekee kunaweza kuwa na madhara. Utafiti kutoka chuo kikuu cha New York ambao ulifanywa na Profesa Gabriel unaonyesha kuwa kuwaza tu matokeo makubwa hupunguza nguvu ya mwili. Unapowaza umeshatajirika au umeshafanikiwa, ubongo wako unazalisha kemikali ya dopamine ambayo inasema kana kwamba tayari umeshashinda, jambo ambalo hupunguza msukumo na hali ya kufanya kazi halisi. Usitamani iwe rahisi, ila tamani uwe bora zaidi kuliko hilo lengo ambalo umeliweka. Njia ya pili, sayansi ya mifumo. Mifumo ni mfululizo wa tabia ndogondogo zinazojirudia. Ukweli wa kisayansi unasema kuwa kuna sehemu ya ubongo ambayo inaitwa basal ganglia. Hii ni sehemu inayohusika na tabia zinazojirudia kila siku. Tafiti zinaonyesha kuwa ubongo unapojifunza mfumo unatumia nguvu kidogo zaidi. Kila mfumo unajengwa na vitu vitatu: kichocheo, tendo na tuzo. Ukitengeneza mfumo na ukategemea nguvu pekee ya utashi na ujuzi ulionao, utafeli, kwa sababu utashi kama betri unapopungua chaji, basi ufanyaji wa kazi pia unapungua. Mfumo wa ubongo wako unajiendesha wenyewe bila kulazimishwa. Kwa hiyo tengeneza mfumo ambao utakuambia kuwa inabidi ufanye vitu bila kulazimisha au kutumia nguvu kubwa. Jinsi ya kujenga mfumo. Hapa kuna njia tatu muhimu, na hatua ya kwanza ni kanuni ya 1%. Ukuaji mdogo, yani hisabati ya ukuaji inasema ukiboresha jambo kwa 1% kila siku, baada ya mwaka mmoja utakuwa bora mara 37 zaidi. Usianze na mabadiliko makubwa, anza na mfumo wa dakika 10 tu kila asubuhi. Usanifu wa mazingira na nguvu ya maeneo. James Clear alishawahi kusema kuwa kulikuwa na kampuni moja ilikuwa na tatizo kubwa sana. Wafanyakazi wake walikuwa wanakunywa soda nyingi kila siku. Kila kona ofisi kulikuwa na friji zilizojaa soda, na matokeo yake afya za wafanyakazi zilianza kushuka. Watu walikuwa wanachoka haraka, uzito unaongezeka na uzalishaji ulipungua kwa kiasi kikubwa. Uongozi ukaanza kufanya kitu kimoja cha tofauti kidogo. Badala ya kuanza kutoa semina ndefu na kutoa elimu kuhusu afya na kulazimisha watu waache soda, waliamua kubadilisha mazingira kidogo tu. Siku moja walibadilisha mpangilio wa vinywaji ofisini. Soda ziliondolewa sehemu za mbele na kuweka sehemu ambazo si rahisi kuziona. Kisha wakaweka maji ya kunywa safi kwenye friji za wazi. Sehemu za karibu na kwenye meza nyingi wakaongeza chupa nzuri za maji zenye kuvutia. Hakukuwa na sheria mpya. Hakuwa na mtu ambaye alikataza kunywa soda wala matumizi ya soda. Lakini kitu cha ajabu kilichotokea ndani ya wiki chache, matumizi ya maji yaliongezeka sana na matumizi ya soda yakaanza kupungua. Kwa nini hii ilitokea? Ni kwa sababu binadamu mara nyingi hatufanye maamuzi kutokana na nidhamu kubwa, bali tunafanya maamuzi kutokana na kile kilicho karibu, rahisi na kinachoonekana kwa ukubwa. Ukifanya kitu kizuri kiwe rahisi ukiona na kukipata, utafanya mara nyingi uweze kukifanya zaidi, na ukifanya kitu kibaya vile vile kiwe kigumu kufikia, basi utapunguza hata bila kutumia nguvu nyingi. Yaani mafanikio hayatokani na hamu ya kufanikiwa peke yake, bali yanatokana na mfumo unaokuzunguka kila siku. Mfano, ukitaka kusoma kitabu kila siku, weka kitabu chako mezani kabla ya kwenda kulala, na utavyoamka utajua kuwa una jukumu la kusoma. Hata kwa wale ambao wanahitaji kufanya mazoezi, basi unavyoenda kulala, weka nguo za mazoezi karibu na kitanda, na utapoamka utagundua kuwa una jukumu la kwenda mazoezini. Hatua ya tatu ni mzunguko wa tathmini. Wazo la Jim Rohn aliwahi kusema kuwa pitia siku yako kabla haijaisha. Kujitathmini kifikra kunasaidia ubongo kurekebisha makosa hata kama hayajawa tabia ya kudumu. Kumbuka, washindi na walioshindwa wote wana malengo sawa, lakini kitu ambacho kinachowatofautisha ni kuwa waliofanikiwa wanakuwa na malengo
pia wanakuwa na mfumo wa kufikia hayo malengo, na wale ambao hawajafanikiwa wanakuwa na malengo pekee, lakini hawajengi mfumo wa kuweza kufikia malengo yao. Acha kuwaza ni kwa namna gani unaweza ukawa na malengo makubwa, ila kuwa na malengo na tengeneza mfumo ambao unaweza kufikia hayo malengo yako kuanzia sasa.